Wapendwa watazamaji popote pale mlipo, enyi wafuatiliaji wa channel yenu, channel Istiqama, channel inayokupendeni na mkaipenda. Tumerudi katika msimu wetu wa pili wa kipindi ambacho mlikipenda sana, kipindi ambacho kinaitwa Waliorudi. Ni nani hao waliorudi? Ni wazee wetu ambao walioishi Oman kisha wakahamia katika nchi mbalimbali za Afrika, tena wamerudi. Na leo tupo na mgeni wetu adhimu kabisa, si mwingine bali ni Sheikh wetu, kipaji chetu ambaye aliyerudi, Sheikh wetu Sheikh Khalfan Adawi. Assalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Utta wal audu ahmadu. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kwa fursa kuongea ndugu zako watazamaji. Jazakallahu khair. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamkuamkeni nyote ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala muhadhara uwe sababu hidayat anfusina wa hidayat an-nas jami'a fi mashariq al-ard wa magharibiha. Amin ya rabbil alamin. Amin. Sheikh wangu, tukiingia moja kwa moja katika mada yetu ambayo nafikiri ina mambo mengi sana. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya kuzungumza leo ili mpendo mtazamaji vile vile apate faida ile kubwa kupitia waliorudi, ambayo ni nyie wazee wetu ambao mna nafasi kubwa katika nyoyo zetu, katika kuziunda na kuzijenga akili zetu, kuziunda, kuzijenga au kujenga maadili yetu toka hapo mlipokuwa Afrika na baada ya kurudi tena nchini. Kisa cha Khalfan al-Adawi kinaanza wapi Sheikh Khalfan al-Adawi? Allahu akbar. Allahu akbar. Kwanza tunasema alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabla hatujamzungumza Khalfan bin Salim bin Khalfan al-Adawi, tutamzungumza baba yake Allah yarhamu. Naam. Sheikh Salim bin Khalfan bin Khamis al-Adawi. Naam. Yeye kazaliwa Nizwa, Dakhiliya na Dakhiliya, na tukazungumza kuhusu habari ya wazee wetu. Si mzee wangu mimi tu, wazee wetu wote. Naam. Kwamba walikuwa wanajua kwamba maisha ni amana. Allahu akbar. Maisha amana, dini amana, mke amana, mume amana, watoto amana. Allahu akbar. Naam. Walikuwa wanajua kuitafuta riziki ya halali. Allahu akbar. Na hakuna kitu isipokuwa najipa nasiha mimi na kipenzi chetu Sheikh Rashid na umma bikamilha, hakuna kitu kama kilichokuwa adhim kuingia kwenye matumbo yetu, kitu cha halal. Naam. Katoka Nizwa Sheikh Rashid, kipenzi chetu baba yetu Allah yarhamu, Sheikh Salim bin Khalfan bin Khamis al-Adawi, kwa punda. Wakielekea wapi Sheikh? Walikuwa wanaelekea Matrah Masqat. Allahu akbar. Punda mmoja watu 10. Allah. Na watu wasishtuke, watu 10 vipo wamepanda kwenye punda mmoja. Walikuwa wanapanda kwa zamu. Naam. Mara huyu, mara huyu, mara huyu, mara huyu. Lama taghrubu shams, wanatafuta pahala pa kukaa, wanalala na wanapumzika. Ndio. Linapoingia jua ndani. Ndio. Tizama time zile ilikuwa njia zote mawe. Naam. Wanatoka mguu mosi, mguu pili, taratibu taratibu, na hawana kitu. Nakumbuka mwenyewe ananiambia story hii Allah yarhamu alwalid. Walikuwa na tende na papa wakavu awal. Allahu akbar. Ndio chakula chao. Ndio chakula chao hicho. Watu 10. Mpaka wakafika Matrah. Hapa Masqat mjini. Masqat mjini. Ndio. Na wao ilikuwa, nakumbuka mwenyewe ananiambia maneno hayo Allah yarhamu, alikuwa wao nia yao kwenda Saudia. Kwa sababu ilikuwa siku zile Oman wanakwenda Saudia, Bahrain, Kuwait na Zanzibar. Lakini Zanzibar au Afrika ilikuwa ndio pahala wanapopaona ahla. Walipokuwa ndio wanapata amani zaidi. Naam. Kwa sababu kama tunavyojua walikuwa wazee wetu wa mwanzo kabla baba zetu wamekwenda kule, wakaishi kule. Walipofika Matrah wakaambiwa jahazi lile linokwenda Saudia lishaondoka. Allahu akbar. Lakini liko jahazi la kwenda Zanzibar, na litakuja baada ya 14 yom. Mashaallah. Wapate kujua watu siku ngapi mpaka kafika Masqat. Ma aqala 10 ayyam, siku 10 kutoka Nizwa mpaka Masqat. Hii safari ambayo tunaipeka kwa saa 1:30 leo. Kwa saa 1:30 leo. Siku 10. Siku hizo siku 10 au aqal, lakini ndio katika hawali kama hivyo. Naam. Hata tusije tukakosea, tunataka kusema kila kitu kiwe sidqi mpaka tunaingia peponi ya rabbil alamin. Amin. Na walipofika Matrah wamekaa siku 14. Kwa sababu watu wapate kujua haya mambo yote yanatufundisha nini. Naam. Yote binadamu anatafuta riziki ya halali, kama tulivyosema mwanzo, maisha ni amana. Kweli kabisa. Wamehiari kwenda usiku na mchana, jua, vumbi, barabara kwenye mawe, joto na kufika kule
wakakaa matrah 14 يوم. Allahu akbar, siku 14. Thumma wakaingia kwenye jihaz. Kwa sababu tunataka kufanya kwa biikhtisari cha kipindi. Walipofika Zanzibar, ilikuwa taratibu watu wote waliokwenda Zanzibar wanajua wanakaribishwa muda siku 3, 3 ayyam, na Waarabu wenzi wao, na Waarabu wenzi wao. Na hii hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, vipi kumpokea mgeni. Ndio. Kwa hivyo baada ya siku 3 unaambiwa ukatafute kazi. Is'a ila ardh ibn Adam. Allahu akbar. Kwa hivyo maisha yake Sheikh Salim bin Khalfan bin Khamis al-Adawi akenda akafanya kazi ya kusonga halwa, analipwa pesa. Mashallah taala. Akiwa ni mfanyakazi wa kusonga halwa katika factory ya kusonga halwa. Naam. Tupate kujua ndugu zangu, najiambia mimi na umma bikamiliha, kazi yoyote madam halal ni kazi sharif, sio aibu. Asione mtu kwenda kufanya kazi ya dobi au kuuza kitu chochote kile korokoroni. Allahu akbar. Allahu akbar. Basi anapika halwa, anapewa pesa kidogo, sikumbuki bei gani alikuwa anapewa, lakini baada ya kupika halwa anamwambia yule mwenye factory kwamba haya makaa ya moto mimi nitayanunua au nipe. Allahu akbar. Basi akawa anapewa bure yale makaa. Anafanya nini? Anafanya mishkaki. Masha Allah taala. Na hapo umri mdogo, labda pengine labda 16 17, Allahu alam, sina hakika. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kamjaalia, Allah irahmu, taqwa alikuwa nayo, hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kafanya kazi hiyo. Mwisho yeye Allah kamjaalia kainunua ile factory ya halwa. Allahu akbar. Alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Hujui kwamba Allah anaweza kufanya jambo lolote na amri yake Allah kataka kitu kiwe kitakuwa. Basi Sheikh Rashid, hawa ndo wazee wetu walivyokuwa. Sisi kamuoa mama yetu tunazaliwa, tunaona Allah irahmu baba yetu ana nyumba 2, mashaallah, na ana factory ya halwa, na ana baadhi ya wafanyakazi wanafanya kazi. Allahu akbar. Toka wapi na sasa amekuwa nani? Nini? Kwa sababu kajua kwamba maisha ni amana. Thumma tunakwenda marhala ya pili, alipokuwa kwenye biashara yake kabla hajamuoa alwalida. Anatoka mtaa, watu walitoka Unguja wanajua, anatoka mtaa unaitwa Mwembeladu, anakwenda Darajani, masafa marefu hayo, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kamjaalia akaoa mwanamke mama yetu sisi Allah yarhamha, anaitwa Bi Fatma bint Rashid bin Hamid al-Ghaithi. Mashallah taala. Na kwenye hii story tutaelezea mbele, wazee wake mamangu walikuwa takriban unaweza ukasema 80% maulama. Allah, wanachuoni ni watu ni maarufu. Hata vitabu vilivyokuwa kwa Oman katika Wizara al-Awqaf, yuko babu kwenye kitabu yuko babu yake mamangu, mzaa babake anaitwa Hamid, Sheikh Hamid bin Rashid bin Slim bin Rashid al-Akhir al-Ghaithi. Huyu alikuwa kadhi Unguja. Itafika wakati tutamzungumza na yeye inshallah bimashiatillah. Lakini akamua mama yetu, wakaishi pamoja, na tumezaliwa sisi alhamdulillah rabbil alamin. Sasa hivi tuko 8, mashaallah taala. 7 tuko Oman na mmoja yuko Zanzibar, na yeye ana passport ya Oman akenda akirejea. Lakini tutazungumza vipi tupate kisa moja katika hii rahla ya alwalid. Alipokuwa anauza halwa Darajan, na pahala maarufu, hata samahat Sheikh Ahmed bin Hamid al-Khalili jazallahu khair, hakuna hata kila mara nkenda napenda kumwambia mimi Khalfan bin Salim bin Khalfan al-Adawi alwalid alikuwa anauza halwa pahalfan, napenda kuwa anasema vile namjua alwalid. Kwa hivyo akanambia namjua mimi babako. Unajifakhirisha, unaona raha kama watu wanavyoona raha kuzungumza mbele ya muluk, na jazaahum khair, hakuna ghalat. Kwa hivyo vile vipi ni raha kusema mbele ya maulama. Kwa hivyo na yeye vile wazee wetu samahat Sheikh anajua sana, hata rais wa Istiqama akhuna wa habibna Sheikh Zahor bin Khalifa bin Zahor al-Alawi, baba yake alikuwa rafiki yake mkubwa sana babangu. Mashaallah taala. Hata kwa kauli yake ananiambia ilikuwa katoka shamba, wao alikuwa anakaa shamba, ilikuwa katoka shamba akaja mjini, kama hajaja na baba yake Ami Khalifa bin Zahor,
basi anakuwa anamwambia umekwenda kwa ami yako Sheikh Saleh bin Khalfan al-Adawi. Yeye mwenyewe ananiambia kama hivi, kama sijenda basi marehemu babake anahamaki. Ina maana wazazi walikuwa wanajenga mapenzi yao pamoja na rafiki zao kwa watoto wao. Allahu akbar. Vile vile wapendane. Na moja hiyo linatufundisha nini maana heshima na adab. Allahu akbar. Kwa nini hujenda kwa mtu fulani? Hizi stories za wazee wetu ziko qisas nyingi sana, na iko ilmu kubwa sana ya kutufahamisha sisi vipi tujue kuyajenga maisha yetu. Lakini pia hapa linakuja swali Sheikh Khalfan al-Adawi, waliwezaje Waarabu kuwasaidia wenzi wao wanapofika? Ina maana kama mzee wetu Allah amrahamu amefika pale hana mbele hana nyuma. Vipi ulikuwa mapokezi ya Waomani hasa kuwapokea Waomani wenzao, kuhakikisha kwamba kila aliyekuwa ni mwenzao ana maisha mazuri na anajitegemea? Nitakwambia swala hili ni adhim. Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta